Umewahi kuweka bidhaa yako Instagram au WhatsApp, watu wakaview, wakauliza bei, wengine wakaahidi watarudi, lakini mwisho hakuna aliyenunua. Tatizo huenda si kwamba bidhaa yako ni mbaya, lakini huenda kuna makosa umeyafanya wakati wa kumshawishi mteja. Jambo la kwanza, bei yako haijaendana na thamani uliyoonyesha. Mteja anaweza kuona bidhaa yako ni nzuri, lakini akajiuliza kwa nini nilipe kiasi hichi. Usionyeshe bei pekee, onyesha ubora, faida na thamani anaweza kuipata badala ya kununua bidhaa. Kosa nyingine, unazungumzia bidhaa si tatizo la mteja. Usimwambie tu bidhaa yako ni nini, mwambie itamsaidiaje. Watu hununua suluhisho la tatizo, si bidhaa tu kwa sababu ipo. Kosa nyingine ni picha na presentation ya bidhaa mbaya. Picha yenye mwanga hafifu, mazingira machafu au bidhaa isiyoonyeshwa vizuri inaweza kumfanya mteja akose hamu ya kununua ile bidhaa. Presentation nzuri huongeza perception ya thamani ya ile bidhaa, huweza kuvutia wateja zaidi. Jambo jingine ni haujajenga trust. Mteja mpya anaweza kuogopa kupoteza pesa kununua bidhaa yako, lakini review nzuri, testimony, video za bidhaa, location, mawasiliano na ushahidi wa wateja waliowahi kununua huweza kusaidia kukuamini zaidi. Kosa jingine, unamjibu mteja vibaya au kwa kuchelewa. Mteja akiuliza bei na ukamjibu badala ya masaa mengi, anaweza kuwa tayari amenunua kwa mtu mwingine. Jibu kwa haraka, kwa heshima na kwa taarifa kamili. Hii huongeza uwezo wa mteja kuweza kununua bidhaa yako. Kosa jingine, unalazimisha kuuza badala ya kusaidia mteja. Usiwe na mindset ya lazima niuze. Muulize anahitaji nini, msikilize kisha mweleze bidhaa yako inawezaje kuweza kusaidia. Hii huweza kuvutia wateja zaidi. Kosa jingine, hauna ofa inayoweza kuvutia au kuchukua hatua. Kuna wengine mteja anahitaji sababu ya kununua. Sasa unaweza kutumia delivery bonus au package maalum au ofa yenye muda maalum bila kutoa punguzo lisilo na sababu. Hivi vitu vinaweza kuvutia zaidi. Kosa nyingine ni haujui target customer. Kama unajaribu kuuza kwa kila mtu, ujumbe wako unaweza kuwa usimguse mtu yeyote. Tambua mteja wako ana umri gani, ana tatizo gani na ana uwezo gani wa kununua, na anatumia muda wake sehemu gani zaidi. Hii huweza kuwalenga zaidi wateja wako. Kosa jingine ni haufuatilii wateja waliowahi kuuliza. Mteja akisema nitakujulisha, sio lazima amekataa. Anaweza kuwa anahitaji muda. Swala kwenye heshima inaweza kumrudisha mteja na kumaliza mauzo au ni biashara mpaka. Kosa jingine, unategemea bidhaa pekee bila kujenga plan. Bidhaa inaweza kufanana na za washindani wako, lakini kinachoweza kutofautisha ni branding, huduma, uaminifu, experience anaweza kuipata mteja baada ya kununua bidhaa yako. Kama wateja wanaangalia bidhaa yako lakini hawanunui, usikimbilie kusema soko halina pesa. Jiulize kwanza, je, nimeonyesha thamani, nimejenga trust, nimewasiliana vizuri na nimempa mteja sababu na kuchukua hatua. Hivi ni vitu